Sasa inaelezwa kwamba baada ya uchunguzi ambao ulifanywa na polisi wa Los Angeles nchini Marekani, ambao walifanya huo uchunguzi baada ya nyumba ya Rihanna iliyopo Beverly Hills kushambuliwa kwa risasi Jumapili mchana, ambapo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, tukio hilo lilitokea majira ya saa 7 mchana kwa saa za huko, ambapo mshukiwa alifyatua takriban risasi 10 kutoka ndani ya gari lililokuwa upande wa pili wa barabara karibu na jumba hilo. Maafisa wa polisi wanasema risasi moja ilipenya kwenye ukuta wa nyumba hiyo ambayo Rihanna anaishi pamoja na mwenzi wake, hapa namzungumzia rapper A$AP Rocky pamoja na watoto wao. Polisi walithibitisha kuwa Rihanna alikuwa ndani ya nyumba hiyo wakati wa tukio, lakini hakupata majeraha hadi sasa. Mwimbaji huyo hajatoa tamko lolote kuhusiana na tukio hilo. Lakini kwa mujibu wa polisi, mshukiwa huyo ni mwanamke mwenye umri wa takriban miaka 35 ambaye alikimbia kutoka alikimbia kutoka kwenye eneo la tukio mara baada ya kufyatua risasi. Hatua hiyo, hata hivyo, baadaye alikamatwa katika eneo la karibu la Sherman Oaks bila upinzani, na polisi walifanikiwa kukamata pia silaha aliyodaiwa kutumia katika tukio hilo ambalo lilionekana kugusa hisia za watu wengi. Sasa baada ya tukio hilo kujitokeza, na utakumbuka nilikuja na hiyo taarifa hapa, hatimaye mwanamke huyo ambaye anatuhumiwa kufyatua risasi karibu na nyumba ya Rihanna huko Los Angeles ameripotiwa kuwa na historia ya matatizo ya afya ya akili, kulingana na taarifa mpya kutoka kwa mawakili na nyaraka za mahakama. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, polisi wametambua mshukiwa huyo kuwa anaitwa Ivan Lissette Orit mwenye umri wa miaka 35, na inadaiwa kwamba Jumapili alifika karibu na makazi ya Rihanna na kufyatua risasi kwenye gari lake. Wakati wa tukio hilo linatokea, Rihanna alikuwa ndani ya nyumba, lakini kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyejeruhiwa na polisi walimkamata Ivana baadaye siku hiyo, na sasa kwa taarifa zilizopo anakabiliwa na shtaka la jaribio la mauaji, yani attempted murder, na mahakama imeweka dhamana ya dola milioni 10 kwa Ivan, ambazo kwa fedha ya Tanzania ni sawa na bilioni 26.5, na bado anashikiliwa huku uchunguzi ukiendelea kuhusiana na Ivan Lissette Ortiz. Na siku ya Jumapili ilionekana kwamba alichapisha ujumbe wa ajabu akimwambia maneno ya ajabu mwimbaji huyo nguli wa muziki wiki chache kabla ya tukio la ufyatuaji risasi. Chapisho lake la Facebook la Februari 23 kutoka kwenye akaunti ya Ortiz lilisomeka hivi: Rihanna, upo wapi? Maana nilikuwa nikingojea ukimwi wako ili useme kitu kwangu moja kwa moja, badala ya kujifanya unajificha ficha kama vile unanichungulia afu unazungumza nami mahala ambapo mimi sipo. Sasa baada ya hiyo video kwa maana ya hiyo taarifa kuenea sana huko Facebook, hatimaye kuna video nyingine ambayo inamhusisha mwanamke anayetuhumiwa kufyatua risasi karibu na nyumba ya Rihanna. Hapa namzungumzia Ivana. Imeibuka mtandaoni ikimuonyesha akitoa kauli tata kuhusu mwimbaji huyo, na katika video hiyo mshukiwa Ivan Lissette anaonekana akiongea kwa maneno yasiyoeleweka vizuri na kudai kuwa Rihanna anataka kumuua. Katika sehemu hiyo anasema kwamba Rihanna anataka kuniua, yeye ni mchawi. Sasa hii hapa ni sehemu tu ya kile ambacho amekizungumza Ivan Lissette. Msikilize alafu tutakuja kuendelea hapo. No, Rihanna, no. You're not the eagle. They will soar high on wings like eagles. Rihanna wants to say that we are flying. That we are flying and we're not. She's not flying. She had a bad day. She looks really stupid and corny. She looks really stupid and corny. And everyone knows it. But the way that they want to, that girl, the way that Rihanna wants to kill me, she's the one who wants to kill me. The way that Rihanna wants to kill me shows that we're not going to show this right now. But this is my heart, Lord, and I am expecting and waiting
in that beautiful time for you to show me what you're going to do and how you're going to deliver this promise. It's in my heart and it's in my vitality, and I'm very, very grateful to you for your abundant graces. Listen, Rihanna, when you die, God is taking me to my future. You want to kill me. Shut the up, okay? Shut the up. Yeah, she's a witch. She's a witch. I'm a watchman. She's a witch. Get that stupid girl out of here. Okay? They can't do this. They can't do this. What about my hands? What about these fingers over here? What about these 3 fingers? What about it? What about it? No, you're not here. You're rebuked. And even if you're here, there are many in this realm. There are many in this realm, and you are rebuked, and Jesus is the King, and you're just kicking and screaming on your way out and perishing. It's embarrassing. Yes, huyu anaitwa Ivana ambaye alizungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na yeye pamoja na Rihanna. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya wakili wa aliyekuwa mume wake, Ivana Ortiz aliwahi kuwekwa kwenye kituo cha afya ya akili bila ridhaa yake chini ya sheria ya Florida inayojulikana kama Florida Baker Act. Sheria hiyo inaruhusu mtu kuwekwa kwenye uangalizi wa kitabibu wa akili kwa hadi saa 72 ikiwa kuna wasiwasi kuhusu hali yake ya akili au usalama. Wakili huyu alisema Ortiz anaweza kuonekana mwenye kueleweka na anayejieleza vizuri, lakini pia amewahi kufanya vitendo visivyo vya kawaida, akitaja tukio la kudaiwa kufyatua risasi karibu na nyumba ya Rihanna. Lakini pia nyaraka za mahakama pia zinaonyesha kwamba April mwaka 2024 jaji mmoja huko Florida aliyempa aliyekuwa mume wake ulezi kamili wa kimwili wa mtoto wao wa miaka 10. Uamuzi huu ulimnyima Ortiz mawasiliano yoyote na mtoto wake, iwe ni ana kwa ana au kupitia simu au video, ujumbe au hata kupitia mtu wa tatu hadi mahakama itakapoamua na vinginevyo. Lakini katika ushahidi wake mahakamani, Ivana Ortiz alikiri kuwa aliwahi kuwekwa chini ya Baker Act, ingawa alidai kwamba ilitokana na tuhuma za uongo. Hata hivyo, jaji alieleza kuwa kulikuwa na ushahidi unaotia wasiwasi kuhusu afya yake ya akili, hivyo akaamuru uchunguzi wa kijamii. Na mahakama pia ilibainisha kwamba wakati Ortiz alipowasilisha ombi la amri ya zuio la unyanyasaji wa nyumbani dhidi ya aliyekuwa mume wake, moja ya matukio aliyoyataja ilisababisha yeye mwenyewe kukamatwa kwa tuhuma za unyanyasaji wa nyumbani, na wakati huo alikuwa kwenye kipindi cha uangalizi wa kisheria. Hapa nazungumzia probation, na uamuzi wa kumpa baba na ulezi kamili uliotokana na hofu ya mahakama kwamba Ortiz huenda asingerudisha mtoto kwa baba yake ikiwa angepewa ruhusa ya kukaa naye. Lakini taarifa ambazo zimedifikia hapa na kuhusiana na Rihanna kwenye sakata hili ambalo linaendelea kwa sasa hivi ni kwamba Rihanna ameamua kuchukua uamuzi wa haraka na apotezi nafasi yoyote kufuatia kupigwa risasi kwa nyumba yake, lakini pia kwa kutishia nyumba yake pia kuonekana kwamba usalama ni mdogo. Kupitia mapaparazzi, Rihanna alionekana akipanda ndege na kuondoka jijini Los Angeles, na picha zilionyesha mizigo ikipakiwa kwenye magari na kuendeshwa hadi uwanja wa ndege wa Van Nuys kabla ya ndege hiyo kupaa. Kama unavyojua, mamlaka inaendelea kuchunguza kisa cha ufyatuaji wa risasi kilichotokea nyumbani kwa Rihanna Jumapili akiwa ndani na watoto wake, na kupitia hili Rihanna ameamua kukaa mbali na eneo la tukio kwa usalama wake. Ripoti zinasema kuhusiana na taarifa hiyo ambayo imeonekana kutikisa vyombo vya mbalimbali vya habari duniani, hasa baada ya Rihanna kuripotiwa kwamba nyumba yake imefyatuliwa risasi.